Tangu nilivyokutuma ndio unafika saa hizi. Kweli jamani, mbona unifanyia kusudi wewe mtoto ni aina gani? Mama, hizo mada hata hazina umuhimu hapa. Hebu niambie ile simu ya juzi iko wapi? Unataka ya nini? Sasa mimi si nimekuuliza. Ya nini? Ile simu ya juzi iko wapi? Maana uliniambia iko ndani. Si ndio? Mama, usichokijua janja zako zote nazijua. Alafu watu ambao unazungumza nao wewe na mimi ndo marafiki zangu. Hivi mama, tufanye mimi na Mbwembwe tumeachana. Wewe unapata nini? Yaani umepuuza shoga, hata sijakuzoea hivyo. Una nini? Sasa ni furahi na gani? Yaani sina raha kabisa. Yaani mpaka leo nashindwa kuamini. Tena nashindwa kuamini kabisa. Yaani naona kama movie hivi ama picha. Haya kulikoni? Nimemfumania Mbwembwe. Tena sijasimuliwa. Nimemwona kabisa hivi na macho yangu. Alafu kibaya ambacho kinaniuma moyo, yeye ndo alinipigia simu mimi na yeye tuonane. Mwisho siku nimefika nimemkuta yuko na mwanamke. Anachoniambia sasa. Umemfumania kweli au umeambiwa tu na wewe? Unagombana na wazazi kwa ajili yake. Ndio unaambia umemfumania? Inawezekanaje? Amini usiamini. Wewe unajua kabisa mimi sizungushi kwa Mbwembwe. Lakini kikweli mpaka tulipofikia, nimeona bora tu niachane naye. Mwacha ujinga wewe. Hivi una akili kweli? Kosa sio kosa, kosa ni kurudia kosa shoga yangu. Acha kuwa mjinga kiasi hicho. Sasa wewe mwanamke mara 13 huko kijiji cha pili. Ukitembea na Vivi. Vivi huyu nimemjua mimi. Makubwa. Sasa kwa hiyo kitu kidogo ndio umefanya muachane na huyo Mbwembwe. Kwa hiyo umpende kabisa. Sababu ndio hiyo. Kwa Salma iko ni kitu kidogo. Salma, kuna vitu ambavyo mtu unaweza kumsamehe. Lakini sio kunichiti. Basi anichiti mbali huko nione. Nisione, yani anichiti huko nisione. Nimeona kabisa hivi afitina anachiti na Vivi. Kweli? Mimi siwezi kumsamehe kwa kweli. Siwezi. Hivi kweli Mbwembwe kutembea na Vivi? Yaani hamjui Vivi kijiji kizima hiki kachafua yeye. Mimi shoga yangu. Nyewe simetoka mbali nyinyi. Haijalishi. Yaani mpaka unagombana na wazazi, unagombana kaka yako wewe, utaki kuona wala usikii. Leo anamwacha kirahisi tu. Sikiza nikwambie. Huyo Vivi mwenyewe namzungumzia hapa. Akaniambia kwamba mama yako alimwambia atampa pesa. Na chochote anachotaka yeye atapewa. Ila tu awaachanishe wewe pamoja na wewe. Hivi mwanamke una akili timamu kweli wewe? Mambo ya kike tumeongea mimi na wewe. Tulitakiwa tuyamalize kati yangu mimi na wewe. Sasa haya kwenda kumfikia kakangu. Ulikuwa unataka nikosane na kakangu? Sikiliza hivi nikwambie. Nimechoka na kelele zako. Kila siku nafuatilia maisha yangu. Ni kitu gani nilichokosea kikubwa kiasi hicho? Dada samahani kwanza. Huyu mteja wangu amekuja hapa leo. Kama mna maswala yenu private, naomba kanimalizane nao kwanza, alafu nitaenda kuongea. Sababu hapa sina biashara. Mnakuja mnaongea muoneshe kitu kwa watu. Umesahau maandiko, unafanya unachojisikia. Toka huko lipo, ukumbuke hii dunia. Unafanya kila kitu ili ufanikiwe. Ilikuwa ni mambo ya sisi. Kati yangu mimi na wewe. Na kushangaa, umekuja jibebisha ngoja kumwambia kakaangu. Ili iweje? Unataka kuvunja ndugu wetu kati yangu mimi na kakaangu?
Nikuulize kitu. Kwa nini unafuatilia sana maisha yangu? Yule mume wangu lazima nimwambie maisha yangu yanaendelea sasa. Kwa nini kila siku unanisimanga wiki yangu? Unanichekesha sana. Kwa hiyo nakusimanga. Nilichokiongea ni cha uongo. Kwa kama nimeongea cha uongo, ushawahi kutoa hata mimba hata moja? Wewe, tambua mwenyewe ni mwanamke kama mimi. Na wala mimi sipendi ile hali nilionayo. Ni Mungu tu hajapanga. Endapo Mungu atapanga wakati wangu utafika nitazaa. Kwa nini sipendi kuitwa mama? Kwa nini nakusimanga? Nakwambia kitu cha ukweli. Unanielewa? Una miaka mingapi na kakaangu? Una miaka mingapi na kakaangu mpaka sasa hivi kwenye hii nyumba? Ni miaka mingi sana. Hujasema kwamba hata nasikia kichefuchefu, usijui unataka ndimu, unataka udongo gengeni. Una kazi wa kukaa tu kutujazia choo tu hapa. Sasa wewe ulikuwa hujanijua mimi vizuri. Tena hili umelitokoza, yaani hili umelianzisha, mimi nitalimaliza. Hujanielewa vizuri, mimi nitahakikisha mpaka nikutoe kwenye hii nyumba. Una faida gani? Faida yako iko wapi? Faida kutujazia choo? Halo? Hello. Sasa. Vipi sana? Sasa. Huku nyumbani kuna ugomvi kaka. Kuna ugomvi? Wisi amekuja anamchukua na dada hapa. Imekwaje? Anamchukua dada hapa nyumbani. Yaani hiyo familia ya wachizi ndio inafanya vipi? Ndiyo kaka. Wachizi? Kuja. Yaani dakika 2 nafika hapo. Fanya faster. Sawa. Sawa. Unanionyesha mimi kulia? Yaani mimi nishailiwa mpaka na nzi. Utakuja kushangaa wewe. Yaani wewe lia, cheka, nuna, lakini nitahakikisha mpaka nitakuondoa kwenye hii nyumba. Nashukuru sana. Endelea kushukuru hivyo hivyo. Naliongea hili mimi kwa uchungu. Mimi ni mume wako. Nakushangaa. Trailer. Mchezo unakuja. Niwe nitakuondoa. Nilete wanawake ambao wanaweza kuzaa. Kumbe ndio maana hata kaka yangu nikiongea naye hanielewi vizuri, hanisikii. Umembadilisha sana kaka yangu. Yule sio kaka yangu ambaye namfahamu mimi. Niliotoka naye enzi na enzi. Baada basi hata utuletee watoto. Umembadilisha kaka yangu kiakili. Hata watoto kutuzalia pia kutuzalia. Una habari? Salma nakuamini. Tena nakuamini sana. Lakini mama wangu hawezi kufanya hicho. Hajawahi kuniazia mabaya hata siku moja, hata kama ampendi mbwembwe. Lakini hawezi kufikia huko. Mimi nakukatalia. Basi tuwe na umalaya wake. Usichokijua, Vivi na mama yako ni marafiki hivi. Ambacho wewe ukijue. Yaani kila kitu anashare wewe na mama yako. Ndio maana akamtuma, akamwambia atampa kila kitu. Afanye juu chini mwenyewe mwachane. Alafu wewe kunaambiwa mnataka kirahisi kweli? Vivi na mama wangu huo rafiki umeanza lini? Vivi anajua kila kitu kuhusu mama. Yaani ni mashoga tuseme marafiki kabisa wameivana. Sasa usichokijua, hata ile simu anayotumia Vivi kapoa na mama yako. Hivyo mwenyewe kwa akili yako haujiulizi, haufikiri ile simu Vivi anaweza kununua simu kama ile? Simu ya bei kali, yeye mwenyewe ala hoi. Sasa hapo ndo kuna kitu nimenoti. Unajua juzi nimeona mama na ile simu. Nikamwambia mama, hii simu mwenyewe unampa nani? Hakunijibu. Kwa mawazo yangu nikajua iko ndani. Sasa habari ndio hiyo, na hiyo ndio habari nimeshakupa. Nimsubiri. Subiri nikamalizane na mama. We, unataka kufanya nini? Salma, acha nini nikamalizane na mama. Shani. Unaishije na mama hapa nyumbani? Tunaishi na hivyo hivi kama unavyomuona. Hivi unajua mama nipasua kichwa sana. Kwa hiyo siku mbili tumeshachoka. Mimi nimechoka kwa sababu mimi mtaani kwangu kule mimi naheshimika sana jamani.
Nikajua heshima ninayopewa mimi basi hata na mama naye anaipata heshima hiyo hiyo. Lakini kila ninapopita sasa hivi kote huko najisikia aibu. Hivyo ndivyo alivyo. Mamako hajali mkubwa, hajali mdogo. Imeishi mambo ya pesa. Kwa kweli hapana. Yaani mama nipasua kichwa sana. Juzi tu hapa alikuwa anatembea na mwanaume wa shoga yangu. Kaja kachambwa mpaka nilitamani nijifungie ndani. Lakini ndio hivyo. Yaani ingekuwa kuna uwezekano kubadilisha mama, mimi ningebadilisha. Lakini mwisho wa siku tuna jinsi kwa sababu ni mama yetu inabidi tumzoee. Inachosha kwa kweli. Yaani mama nipasua kichwa sana. Na shemeji light kama angekuwa na hela, basi angeelewana na mama. Yaani mama tu ukiwa na hela, kwa shoga yake mbona. Nani? Yaani hapo saizi hamuelewani kwa sababu tu shemeji ana pesa. Haki ya Mungu. Kwa kweli, lakini cha msingi tumvumilie kwa sababu ndio mama yetu, hatuna jinsi. Mimi kuna siku uvumilivu utanishinda. Sasa tufanyaje dadangu? Haitabaki tu kwamba ni mama. Mashani huyo? Ni yeye mama Shani. Kati yenu aliyechoka kuvumilia na anaendelea kuvumilia hapa yupi? Una maana gani mama? Namaanisha kwamba mmenichoka na mambo yangu. Kwanza nianze nawe. Wewe si mke wa mtu wewe? Si una mmeo wewe? Hakicho kutoka mmeo ukaja hapa kwangu kitu gani? Mama hapa ni nyumbani. Ni nyumbani. Mimi mama mkwe wako. Umeolewa na mumeo kakako mume. Umeng'ang'ania nyumbani kwangu. Mimi mkweo. Mimi ni mama yako mzazi. Ukiolewa mtu unaenda kukaa kwako. Umetoka huko umekuja kukaa hapa kwa sababu gani? Sasa unakuja unakaa kikao na mdogo wako, mama tabia zake mbaya, tabia zake hivi. Ugali mniokula nyinyi ananunua nani? Hao mnaona wadogo ndo wanawalisha nyinyi na mnaishi, mnanenepa, mnapendeza. Ugali ananunua hao mnawadharau nyinyi. Nyinyi mnanunua ugali munda. Lakini mama kuna wakati inabidi ubadilike, umri umeenda unajua. Umri umeenda Haya wewe mwenye lika yako una msaada gani? Na uzuri wako maskini ya Mungu na urembo unao. Haya unanunua chochote munda? Zidi ya kuniumiza mimi tu mmenikalia kooni kuwahudumia. Na wewe mke wa mtu una mume wako. Hata msaada huna, hata angalau wa sabuni unanitegemea mimi. Leo umekaa hapo mama ana tabia mbaya, ni waue njaa Ni waue njaa. Basi mama tuchagulie mmoja tujue huyu ndio baba yetu. Na sio tu kutafuta mmoja, basi hata mwenye rika lake. Ndio maana wewe ukajichukulia mwenye rika lako, hata hela unga inakushindeni unakuja kula hapa kwangu. Sasa sawa, kabla hatujafikia hatua hiyo, wewe mke wa mtu, naomba ondoka kwa mume wako. Kwanza nimeshakuchoka hapa nyumbani kwangu. Naona hata sina raha na nyumba yangu, sina uhuru na nyumba yangu. Unaniletea mimi hapa masharti unayotaka wewe. Unaniletea hapa kisomo, unaniletea wewe hapa. Vitabu vyote vinakuja hapa kwangu mimi. Mimi hivi, mama fuata hivi. Sheria hiyo mimi siijui. Sasa ondoka kwa mumeo. Afu wewe, nyanyuka ingia ndani. Nyanyuka. Wewe nyanyuka ndani. Na wewe kwa mumeo. Wapuuzi wakubwa. Dondoka nyokote. Himala. Kokokose sitoke. Thufu hali. Umenitema katinde. Mwezako sina raha. Usiniache chonde. Si ulisema nisijali nkufanye hodari utaniumiza. Kwetu kwani ukujali. Mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina. Kama wewe kisura. Moyoni umeshika. Mapenzi nanogesha inshallah. Ukweli mimi sina. Kama wewe kisura. Moyoni umeshika. Mapenzi nanogesha inshallah. Yako wapi? Mira pyare. Yako wapi? Mapenzi yako wapi? Nimekuzoea. Yako wapi? Leo tumepitia mengi, nikajipa imani sitokuja nijutie. Leo yako wapi yale maneno umenifanya nilie? Uvumilivu sina wakukabili maumivu.